So siku ya leo nataka tujifunze kitu ambacho watu wengi maybe wanafanya. I hope kila mtu anaona screen yangu hapa, si ndio? Kuna mtu anaona screen yangu? Hapana Kuna mkuu, yani, okay. Inaonekana. Yeah, so thank you. So kuna kitu watu wengi ambao mnatumia social media mshakutana nacho au mshawaitumia au mshawaifanya biz. Kuna watu wanaitwa mawinga huko naniu majua wanaitwa kitu wanaita drop shipping. So drop shipping is just to ni udalali ama kuwa winga. It simply means unajua una uwezo wa kutoa product kutoka kwa supplier mpaka kwa mlaji ama kwa customer bila kizuizi chochote. So mimi kitu nachotaka kuelezea na I just share my own experience kwa kufanya dropshipping hapa Bongo. So watu wanaonifahamu nimekuwa nikifanya hiki kitu sijui toka mwaka 2017. Wengine wamenijua juzi. Last year pia nilikuwa na kampuni ingine inaitwa Mnunuzi Online, tulikuwa tunafanya dropshipping na honestly we've made a lot of money. Yani ilifikia point hadi tulikuwa tuna account Equity Bank ilikuwa inafika limit. Yani kila siku zile limits za siku watu wa bank wanajua 10 of millions of T-shillings limits, lakini zilikuwa tunazifikia zile pale, tunaongeza account uwezo. So leo mimi nitaelekeza platform moja ambayo itakusaidia pia kuelewa platforms nyingine. Asilimia kubwa ya bidhaa ama products nyingi ambazo sasa hivi tunatumia wa Tanzania zinatoka China. So China ndio kuna manufacturers, China ndio kuna madalali ambao wanatuuzia products ambazo tunazitumia. Yani ukiangalia simu za watu wote ambao tuko hapa kwenye hii session leo, 90% unakuta zimetoka China. Hata kama zimetoka China unakuta basi zilikuwa assembled China, lakini kampuni labda ni ya Marekani, au zilikuwa assembled China lakini kampuni ya Japan. Yeah, kwa maisha yetu huwezi escape hiyo reality. So kufanya kitu kwenye sehemu ama kwenye nchi ambayo unajua kabisa hizi products zinaweza zikatoka huko, inakuwa wewe urahisi wa kuweza kupata share ya hiyo market. Yani sawa sawa unavyokuwa Tanzania afu kasema unafanya kilimo. Asilimia zaidi ya 3/4 wa Tanzania wote ni wakulima. Kwa hiyo mtu yote ambaye anafanya kilimo, hata kama hawezi kupata ile pesa kubwa kama wakulima wengine, at least anaweza kupata ile share, market share kwenye hicho kilimo. Kwa hiyo leo nitaelezea platforms kadhaa, lakini tutameja kwenye platform moja inaitwa 1688. China kuna website nyingi na kuna applications nyingi ambazo zinafanya dropshipping ama ambazo wewe unaweza kutumia ku outsource products alafu uje uziuze Bongo. Lakini hizo website kila moja ina faida zake na ina mapungufu yake. Sawa? Kwa mfano application ambayo kila mtu lazima at least kila siku akutane nayo kama anatumia social media ni hii hapa, inaitwa Alibaba, au sio? Alibaba hii ni kampuni ambayo ina showcase products nyingi za China, lakini ni kampuni ambayo inauza products kwa wholesale. Sawa? So most of the products unazikuta hapa kwenye Alibaba, unakuta minimum order ni pieces labda 50 pieces 10. Unaona, you can see here 50 pieces. Unaweza ukaona hapa 1 pieces, lakini nyingi sana unakuta kama hiyo 2 pairs 3 pieces ni. Lakini pia Alibaba ni kampuni ya madalali pia. Yani yes, nauza wholesale lakini kwa madalali, ni watu ambao sio manufacturers na sio wauzaji wa jumla wa kwanza, au sio? Kwa hiyo mwisho wa siku unakuja kukuta bei za kwenye Alibaba ni juu kuliko kwenye kampuni ama kwenye site nyingine za Kichina.
lakini kuna application nyingine hii inaitwa AliExpress. AliExpress bado ni kampuni ya Alibaba, lakini yenyewe ni kwa retailers. So AliExpress unataka kununua product moja moja, inakuwa ni rahisi kununua hapa AliExpress. So unataka hii cover hapa moja, unaenda unanunua hivyo, imeisha. Lakini hizi zote hizi kampuni mbili tatu, hii Alibaba na AliExpress, zote ni kwa ajili ya international. So kasi hapa unaona shipping, delivery itafika siku gani hivyo. So if you click buy now, unaenda kupata product yako ukainunua kirahisi tu kabisa, ukasema labda nachukua hiyo cover cover ya red for iPhone XR or iPhone XS Max, iPhone 11, uka continue ukaweka details za kadi yako, basi ukawa umemaliza kushop. Hivyo simple like that, na product yako itakufikia as long as umeweka tu address ambayo ni sahihi. So kitu kama hicho hapo. Kwa hiyo hizi Alibaba na AliExpress ni kwa ajili ya internationals. So ni kama hapa Tanzania tuwe na platforms ambazo zinauza products za Kariakoo, lakini kwa ajili ya internationals, so tutakuwa tunatumia nini? Kizungu. Lakini tukiwa na products zetu za ndani ambazo kwa sababu sisi ni Waswahili, tutakuwa tunatumia lugha ya Kichina. Asilimia kubwa anatumia Kichina. Ndio maana platform mfano ambao nataka kuelekeza leo ni 1688. 1688 yenyewe ni platform ya Wachina wenyewe. So huko ndo kuna wholesalers na huko ndio kuna real manufacturers. This is the app. So let me allow pasting. So hii ndio 1688. So you can see here kuna products nyingi, na unaweza ukaona imeandikwa nini kwa Kichina. Sawa, haijaandikwa kwa Kiingereza, lakini kuna namna, kuna vigeti, vitu kama hivyo hapo tutaelekezana polepole. Kwa hiyo hii 168 unakuta products zake ni very cheap kuliko ukienda wapi? Ukienda Alibaba, umeona? Kwa hiyo if you want to buy products kutoka China, mimi naweza kurecommend utumie 1688. You can just go to your App Store or your Play Store and search kitu kama hiki hapa 1688. Sawa, utaiona hapo yenyewe tu imeandikwa Kichina. Kuna 1688 Taobao, this one unaona kama hii hapa hivyo. Alafu na website nyingine, kuna Taobao 1688 and nyingine inaitwa Pinduoduo. So hizi ni application kwa ajili ya Wachina, na zina rahisisha kuweza kubuy products from China. So this one 1688 na Pinduo, they are the same application from China. So hizi applications zote products zake ni cheap sana kuliko kwenye Alibaba na kwenye AliExpress. Sasa shida inakuja ya kwanza, hizi applications zinatumia Kichina. Sawa, tunakuja hapa, hizi applications zinatumia Kichina. Sasa tunagusa vipi? Sorry, nimeandika tu hapa hii presentation, but naweza nikawa naruka kutoka juu kwenda chini. Nini unafanya vipi kwenda ku search products, na unatafuta vipi products, unaangalia vipi kama hii products inaweza kunifikia, unalipia vipi? Ndicho kitu nataka kuelekeza next. Personally huwa nafuatilia sana social media na nione trends zake ziko vipi. So mimi nina page nyingi sana za social media, lakini huwa nafanya research, naangalia hii product ime reaction ya watu kwenye hiyo product iko vipi. Sawa, na hiyo reaction ya watu kwenye hiyo product ndio itaniambia mimi, okay, kama hii product reaction iko vipi, na huyu muuzaji wa hii product yuko China au yuko US, manake hii product pia inaweza ikafanya vizuri Bongo. So mimi ninachokifanya, naenda kwenye social media na natafuta products. Social media kwanza mimi nayoitumia ni
TikTok. Sijui kama kila mtu ana TikTok, lakini mimi natumia TikTok. So nikienda hapa kwenye TikTok, sorry, nitaenda kusearch sorry, nitaenda kwa search bar, nitasearch kitu inaitwa ada. Kuna keywords ambazo tunazijua kwenye dropshipping, ni obvious. So nitasearch ada Amazon finds. So nikisearch hapo nitaona products ambazo zina trend. You can see here, mi naweza nikasearch labda filters, nikafilter labda kwa like count, yani ambazo watu wamelike sana, watch ambazo watu wameziangalia, date posted, tuseme last 3 month maximum. Sawa, so nita apply hapa, itanipa idea ya hizo products, alafu naangalia na my nini nchini kwangu hizo products zinaweza zikafanya vizuri ama zisifanye vizuri. So na vitu kama hivyo hapo. So let me see here. Sometimes results zinaweza kuwa irrelevant, ni kitu cha kuzoea tu yani kabisa. So let me see, let me search this one tuone. Okay, for example this one unaweza ukaona hii content watu walio share ni 44. Watu walioisave, ndo hivi vitu vya msingi kuzingatia, ni 149,000. Maana hizi products ambazo ziko hapa, kuna products ambazo zinafanya nini, zinauza, na unaweza kuziuza Bongo. So I can watch this video, let's watch. So sorry, let me just delete this one tumalize kabisa. Okay, so you can see hapo ushaona hizo products. Unaweza ukaendelea kuangalia na products zingine, ama ukafilter hapa. Let's filter by like counts. Ukifilter by like count, maanake utaona products ambao watu wamelike, watu wengi. Sawa, unaona kama hii hapa, ndani ya miezi mitatu watu milioni 16. See, so let me see, there's ones kama hii milioni 13. So you can see kama hapo mi tayari nishaona products. Kuna products ambao naona kabisa hii inaweza ikanisaidia. So kama hiyo lighter ambao ni charge hapa, unaona ni rahisi sana hiyo product kuja kuiuza wapi, kuja kuiuza Bongo, kwamba okay, kuna watu wananunua vibeliti, kuna watu wananunua zile lighter ambazo huwa zinaisha. So okay, what if nikapata lighter ambayo haiwezi kufanya, ambayo haiwezi kuisha haiwezi kuisha, ama ikiisha nitarecharge na nitaweza kulight kirahisi. Sawa,
Aya, baada ya kuona kwamba okay there is electric rechargeable lighter, nitaenda kwenye 168 kusearch, lakini kabla sijaenda kusearch najua 168 inatumia nini Kichina. So mimi ninachokifanya nitaingia kwenye ChatGPT. I hope watu wengi wanajua ChatGPT. So nitaandika translate to Chinese. Hapa inaita electric rechargeable lighter. Bro, mi sioni screen, sorry. Watoto amwone screen wako Screen inaonekana. Check your network. Peke yake ndo aoni wewe. haina noma, basi iko fresh. Mi naona, Unaweza toka afu ingia tena. So isha ni translate hapa ukizungu tu Kichina, au sio? Nitaenda hapa kwenye 168 application yangu, nita search pap hivyo. Mi sijui Kichina wala nini, au sio? Lakini lazima tu itaniletea hiyo product ambayo mi nafanya nini, naitafuta. Sawa, so again nitakuwa naangalia product ambayo inauzwa bei rahisi, siendi kununua product ambayo inauzwa bei kubwa, au sio? So I got to look at this. Kitu cha muhimu hapa ni video, kwa sababu tunaangalia product inafanya kitu gani. So unaona kama hii, unaona kabisa hii product sio nilichokuwa nakitafuta, au sio? Let's go to another one. Naifunguki. Let's see this one. Yes. Yatupia video tuone. You see, so hiyo ndio light ambayo tulikuwa tunafanya nini, tunaicheck, but unaweza endelea kuscroll na uone other option. Lakini option ya pili ni hii hapa. Nataka ni screenshot hiyo nini, hiyo product. So unaona kama hapa ni screenshot product, sawa? So just save photo, alafu naenda kwenye 168. Unaweza ukaona hapa juu kuna icon ya camera, so naweza kuupload hiyo picha ya product. Sawa, you see, hii ndo njia rahisi zaidi. Unaona kabisa inakuletea product ile ambavyo ulikuwa unaitaka. Sawa, so you can see here products is here. Sawa, na ukiangalia hapo products inauzwa bei rahisi kabisa. You see, unaona kabisa inaweza kulight hizo hapo nini. Kwa unaona product yetu inauza wameandika Y12.64. Hizo ni yuan. Kwa hiyo ukija hapo ukisearch, ukicalculate like 12.64 yuan times 395. Okay, rate ya yuan leo sijui ni 400, tuseme labda 400. Unakuja kuta hiyo kitu inauzwa shilingi 5,056 tu. Sawa, na hiyo ni light ambayo mtu ataitumia kwa muda mrefu zaidi, kwa sababu ni mtu ana charge tu na anaweza kuitumia, tofauti na ile kununua kabox labda kale hizo viberiti unakuta labda ni 1,000 sijui ni 500 kwa mfano, lakini mtu ananunua mara ngapi itamsaidia. Kwa unakuta hii ni one of the winning products, especially kwa maisha yetu sisi ya kila siku. Kwa mimi ninachokifanya nikipata products kama hii, na copy link yake, naenda kuiweka kwenye nini, I just copy hapo icon ya copy, naenda kuweka kwenye notes. Sawa, iwe ni kwenye Google Docs,
iwe ni kwenye Notes app kama hii, iwe ni kwenye Docs, watu wanatumia Google Workspace kama hii hapo, au Google ana application nyingine inaitwa Keep kama hii. Sawa. So hii hapa, hizo application mimi zinasaidia kufanya nini? Kukeep documents zangu na kutrack na nini. Sawa. So nikishapata hizo products ambazo mimi nazitafuta, next inakuwa ni kuangalia namna gani naweza kufanya payment. Sasa sikuambie kitu kwenye payment. 168 wanatumia kitu inaitwa, ama payment gateway inaitwa nini? Inaitwa Alipay, this one. Sawa. So Alipay ndio application ambao unaweza ukaitumia kufanya payment za kwa suppliers tofauti. So you just scan QR code yako hapa, afu hivyo unaweza kuendelea kufanya manunuzi au kufanya malipo. Shida ya 168, shida ya Alipay ni kwamba ili uweze kulipia kwenye Alipay au uweze kuverify application yako ili uweze kufanya payment, lazima uwe na passport, international passport, achana ile temporary permit. Sawa. So kitu kama hicho hapo lazima pia uzingatie unapotaka kufanya payment, lakini hamna kitu cha kuzuia. So mimi unaweza kanitumia link afu kaniambia nikufanyie payment na nikakufanyia tu payment in no time. Kwa hiyo muhimu sana kuzingatia hivyo vitu kadhaa unapofanya research, unavyoenda kusearch na unavyotaka kufanya payment. Sawa. Sasa kitu kingine how to search tushaongelea, filters, translation tools tushaongelea, kuna Google Translate pia. Watu kama una PC unaweza ukasearch hapo 168.com. Sawa. Kwenye PC, so siwezi kuonesha. I hope ningekuwa naweza ningekuonesha. Kwenye PC pale utaona kuna option kabisa pale ya Google Translate, imekwambia kabisa translate this page. Kwa kwenye PC unaweza ukasearch kabisa na English na bado ikakuletea result bila hata kutranslate. Sawa. So kwa PC ni rahisi zaidi. Ila kitu kingine nilisahau kwenye kusign up. Kwa mfano mimi 168 yangu nime sign up na application inaitwa WeChat. WeChat is like ni kama WhatsApp ya China. Sawa. So unapewa invite, alafu unaweza kutumia hiyo WeChat kucommunicate hata na huyo supplier wako, mkabageni bei na vitu kama hivyo hapo. So hivyo nika process kidogo, lakini with time unavyoendelea kuitumia ni kitu cha kufanya cha kuset up tu siku moja, afu with time unakuwa umeelewa. Na kama una mambo mengi tu, you can just have the application, ukasearch products, ukanitumia link, ama ukatumia, kuna jamaa wangu hapa anaitwa Collins, yuko China kabisa. So mimi personally ninavyofanya, huwa namcheck yeye ili mzigo wa deliver kwake kwanza ukague kwamba hiki ndio kitu ulikuwa unataka, na mwambia fresh, alafu ananitumia kwa cargo. Inakuwa ni rahisi zaidi, kwa sababu imagine watu wengi wanasemaga hawapendi kununua vitu online kwa sababu kitu anacho order na kitu anachokipata kinakuwa ni tofauti. Yes, kuna cost kidogo una incur, lakini at least unatumia kitu ambacho unajua kabisa this product ndio kitu ambacho nilikuwa na kihitaji. So hiyo kidogo inakuwa inarahisisha, kwa sababu kama itakuwa sio hicho, mzigo ukishakaguliwa pale, mtu ambaye kama una mtu China akakagua pale mzigo, anaweza kurudisha kwa manufacturer ama kwa supplier, alafu ukaendelea ukatumiwa kitu ambacho wewe ulikuwa unafanya nini unataka, ama ukapewa refund ya pesa zako, kwa sababu ni pesa yako umetafuta kwa nguvu. So make sure ucheze nao, yani hivyo sio isani. So nishaongea kuhusu how to order, how to pay na how to ship. Ni kwamba unaweza ukaship kwa ndege ama kwa meli. So kwa ndege ni kwamba mzigo unafika haraka, gharama zake ni kubwa, na wanalipisha kwa kilogram. Kwa mfano mimi mzigo wangu mingi inakuja kwa ndege, ni midogo, na kwa kilo moja wanalipisha
nane nadhani, dola 8 ni kama 22,000, 23,000 au sio, kwa kilo moja ya mzigo wako. So kama unataka kusafirisha kwa meli, price of course ni chini zaidi, kwa sababu meli wanacharge per CBM. So kila cargo, kampuni ya cargo ina prices zake kwa hiyo CBM, so itategemea nawe, lakini ujue tu mzigo wako utafanya nini, utachelewa kufika na uwe tayari, na mosi ni kuanzia siku 30 na kuendelea. I hope mpaka hapo nimeeleweka. Kama kuna mtu ana swali kabla sijaingia kipengele cha pili, kwamba ushapata products zako, unazida ama una market vipi, unapataje pesa kwa kunini, I think hicho ndio kitu cha msingi pia sana. Lakini nataka mtu kwanza kama ana swali tu, baada ya hapo ndio tuendelee. Kama una swali just turn on Sorry your bro, mimi Hapo search. Steven, endelea na swali. yaani, Nani, jinsi ya kusearch pale kwenye mtandao wa nilikuwa TikTok nasema pale, nilikuwa hivi, sioni screen, nilipata kuna changamoto. link tulisema tuna Nasikia copy. anaongea lakini simsikii. Nema tulia kidogo, kuna Steven aliuliza swali, twende taratibu. Nikitaja jina ndo ungekuwa unauliza swali. Steven, endelea swali, ulikuwa unasemaje? Nilikuwa naomba kuuliza pale jinsi ya kusearch product kwenye TikTok pale, nilikuwa nimepata shida kidogo ya mtandao, sikuweza kuelewa pale. Samahani, naomba urudie hapo. Okay, narudia. So kusearch, mfano hapa mimi na search Amazon bestseller hivyo 2024, sawa. Unaweza ukasearch hidden gadgets hidden room gadgets, kwa mfano hivyo, sawa. Mfano kama hapa, sio mfano kama hapo. Sorry, nitaka ni screenshot ya kwanza. Okay, let's just search this table kwa mfano. So hiyo table tunaenda hapo 138, sio? Yeah, sorry. Nitaenda kusearch hapo, nita click hapo, you see tayari nishaletewa product hivyo. So hiyo meza ambayo tulikuwa tunaitafuta ndo hii hapa ambayo tunataka kufanya kuifuatia. So hivyo you can see hata video yake ndo ile pale. Kwa hiyo wewe unaweza kuangalia tu hapo, ukaangalia prices, angalia tu ambayo price iko cheap, lakini specification ukiangalia picha na video ni zile sana. So hicho ndo kitu cha msingi sana cha kuzingatia. So cost price inaweza kuwa cheap, lakini sio product ambayo ulikuwa unaitaka. So kama hivyo unaweza ukaona hapo product yako ndo hiyo hapo. Unachokifanya, you just need to share link kwa mtu ambaye anakufanyia payment, ama kama unafanya payment mwenyewe you can just pay na Alipay hivyo. Lakini kitu kingine kwa watu ambao mnaona kama ni ngumu, sijui kusoma ama uelewe, hapa description hivyo tena again una screenshot tu hivi. Kwa mfano mimi hapa na screenshot hapa, save, alafu nakuja hapa kwenye ChatGPT kama kawaida, nita upload attach photo hapo hivyo. Sasa nitaandika translate to English. Kwa itanipa description zote za products ambazo mimi sijui Kichina, so itaniambia tu hapa. You see 6.6 discount, lowest price in history, cashback offer, flagship store. So unaweza ukaelewa kabisa kwamba
hivi hapa app ina nini? Ina web version yake? Ndio nimesema 1688.com. Maana naangaika kujoin hapa meeting ndo nimeona hapa. Kwa hiyo inamaanisha naweza nika-add extension ya Chrome kwa ajili ya kutranslate, si ndio? Yes, si hata kwa add extension. Yaani ukisearch tu hapo kwenye Chrome 1688.com utaona option ya Google Translate. Ni automatically, haina hata haja ya ku-download extension. Okay. Thank you my lord. So aliyeuliza swali I think ameelewa. Nani Steven, so shaelewa? I don't know kama Yeah, umetoka. Mtu nimekufahamu. mwingine mwenye swali? Gabi, Yes. ya mimi kwa na swali hapo. Yaani sasa ukishalipia kuhusu transportation mpaka ifike huko. Yaani unalipia moja kwa moja kule ila transportation fee au inakuwa process nyingine tena? Okay, again, ndio maana nimesema mizigo mingi mimi napenda kutumia cargo. Sibeto kutumia cargo kwa sababu cargo wao ndo wanabeba dhamana ya kila kitu. Sawa? Unaweza ukaripia kila kitu ili mzigo ukujie wewe. Yes, ni nzuri, lakini cargo, uzuri wa cargo ni kwamba cargo wao ndo wanadili na TRA. Cargo watakupa tu rates zao za kuletea mzigo wako Tanzania. Sawa? Cargo wenyewe ndo watadili na clearing, watadili na kila kitu, afu mwisho siku utapata nini? Mzigo wako, umeelewa? So my advice is utumie cargo. Na ukisha sign up kwenye application, make sure tu umeweka address ya cargo. Sawa? Cargo ziko nyingi sana. Yaani ukisearch tu Instagram cargo nini ama actually nitaweka document ambayo nita list some cargo companies ambazo mimi nimefanya nazo kazi na so far na mizigo yangu ikafika. So I'll just share hiyo document. Unaweza ukaona na unaweza ukawa contact mkamalizana nao. Basi kama una shida mimi unaweza nitumia hiyo link na nikakufanyia payment na mzigo ukako nini ukakufikia tu kabisa bila noma yoyote. Lakini my advice again, kama unafanya mwenyewe make sure tu umeship na cargo. Kama hujaishikiwa mzigo, mimi nishaishikiwa mzigo posta, nishaishikiwa mzigo airport. So mimi na experience naelewa msala wako unapokuaga mkubwa. Yaani noma, unakuta mzigo wa 200,000 tena unabidi utoe 200,000 nyingine. Umeona? Hivyo sometimes just misunderstanding tu, lakini sio kwamba eti ulistahili kutoa hiyo nini. Lakini kwa na cargo inakuwa ni rahisi kwa sababu cargo analipa tax zote. So wao washa include kwenye price ya product yako, wameshaweka bei ya nini, washa kata pesa nini ya tax na nini. Kwa that's my advice. Hapo. Yeah. Uliana sana. Maswali mwingine? Ya mimi hapa na swali. Ndio. Link hiyo ambao naongelea naikutia kwa wapi? Mbona hapo unavyoonyesha hapo mimi link sioni au macho yangu sielewi? Hapa mfano hapa si niko 168. On my Ndio. top right hapa kuna icon ya kushare hii hapa. Sawa? Top right. Umeiona? Naona. Kulia, juu kulia ndo top right na maanisha. Umeona kuna icon ya kushare? Kuna kimshale hapa ama unaona nini? Kile ambacho kimeangalia juu. Yes. Sawa Ukiklik hapo unaona hapo option kuna hiki icon cha blue hiki hapa. Umekiona? Nimekiona. Hiyo ndo icon ya kucopy. So una copy hapo hivi. Alafu unaenda una text. So kwa mfano labda na text hapa kwenye email au sio? So nikitext hapa nikipaste, you see link imekuja hapo. Sawa? Okay. Yeah, so hiyo link mfano ukinitumia mimi nikifungua nitaiona product yako na nitaona kila kitu hapo. I hope nimeeleweka. Asante. Hapo nimekuelewa bwana. Ndio. Mwenye swali mwingine? Mimi na swali Gabi.
Nimeona umeingia na new TikTok. Hizi products ambazo unazisearch ni nini? Ni low ticket sales au yani low ticket as in ni trending products? Yeah, ni trending products. Mimi nafanya hivyo, lakini sasa ina depend na wewe unataka kuuza product gani. Sasa ukamake kwenye hiyo site wana products pia nini za high ticket? Products zote zipo, hamna products ambazo haziko 168. Ni kama Kariakoo, yani useme kuna products zipo. Lakini ni yako inaleta kinoma. Nina struggle kwa kwenye hii meeting. So hivyo swali la Rocky ananiambia sijui products, kama kuna product huwezi kuipata na nini. Yaani products zote unaweza ukazipata hapa kwenye 168. Lakini niko nataka kuongeza kwamba I always advise people to deal with a specific niche. So unaweza ukauza kila product. Yes. Mfano mimi nauza tech gadgets so peke yake. Kwa kuna mwingine anaweza kaamua anauza kitu tunaita nini zile? What do you call PPEs? PPE ni na stand for personal protective products ama equipment. So unaweza ukaangalia hapa kwa mfano naongelea ni zile mtu anataka kujiprotect, sijui yuko labda jikoni, products gani anatumia, mtu anafanya labda kilimo, product gani anatumia kujiprotect. Unaona hizo ni niche fulani ambazo watu hata hazinaga watu wengi, so vitu kama hivyo hapo. So naweza nika search tu hapa nikaandika labda tell me 5 hidden PPE in 168.com. So Chinese language. So naweza nikaangalia hapa hii nini, hii ChatGPT inaweza kanipatia products ambazo ni za personal protective equipment. So kwa mfano labda this one I can just copy it hadi hapo, afu nikaja search hapa. Best ni hiyo nini ya kwanza hiyo. Unaweza kaangalia hapo. You see? Boots kama hizo hapo. Unaona, you can see them ni products ambazo ni za muhimu. So hivyo unaweza kusema da personal protective ama PPEs labda for kitchen. So hada ile mtu anakata mboga, yani fikiria tu vitu vya kawaida, ni vya maisha ya kawaida. Mimi ndo ninachokifanyaga, yani I just think like a Tanzania, usifikirie kama mzungu. So fikiria tu maisha ya Tanzania ya kawaida, products za 2,000, 3,000, 5,000 bukubuku ambazo Mtanzania kawaida anaenda kununua Kariakoo. Yani fikiria tu hicho kitu, usiende kufikiria vitu ambavyo watu sijui wapi huko wananunua. Fikiria tu hivyo vitu vya kawaida ambavyo vinaweza vikamsaidia mtu. Yani tafuta products ambayo ina solve shida fulani kwa mtu. Yes, products zote zina solve shida fulani kwa watu, lakini lakini products gani ambayo inaweza kuwa common? Unaona kama hizi hapa za kulinda, sijui hizo gloves za kusaidia unapokata mboga na unafanya nini. So hizo products, unakuta products kama hii inauza sijui yuan moja au yuan 2, hiyo ni shillings 800. Ni pesa fulani kidogo sana ambayo unaweza ukanunua na ukaja ukauze hiyo
products. So that's it. Meja kwenye niche fulani, usiuze kila product. Huwezi kuuza kila product. Humu mko watu 200 au 300. Kila mtu anaweza kupata niche yake na anaweza akauza products. Mwingine anaweza kuwa anauza products labda za kilimo, mwingine anauza products gadgets kama mimi ninavyofanya, mwingine anauza hizo personal protective equipment, au sio? Mwingine anauza products za ofisini, unauza sijui hizo containers za watu wanaenda ofisini wanataka containers kwa ajili ya kuhifadhi chakula, au sio? Mwingine anauza products za magari, sijui hizo nini, what do we call, hizo handlers za simu na vitu kama hivyo hapo, hizo sijui equipment za kutrack, hizo tracking, sijui gadgets, vitu kama hivyo hapo. Kwa hiyo kila mtu anaweza kuwa na product ambayo anafanya nini, anaiuza, na kila mtu ana product hapa ambayo anaweza kumuuzia mtu mwingine na mtu mwingine akanunua hiyo product. That's my advice unapoenda ku research products, zingatia hiyo hapo. Koko kwenye network iko sawa sasa hivi? Niko fresh. Wala kama una kitu cha kuongezea nimesahau hapo mwanangu. Singefanya trial ya product purchase moja. Au unasemaje? Jaribu kushare kwa Cotton. Nisha stop screen Koko, just share yours. Na kaka sijui mnaona screen yangu sasa hivi? Naona. Okay. Naitwa Collins. Okay. Gabi, kuna kitu umeongelea hapa, nataka kidogo nikirephrase kwenye kuangalia the cheapest product, kwamba tuchukue product gani. Mara nyingi ukitumia 1688, mara nyingi product nyingi utakuta, kwa mfano ukicheki hizi tripod hapa, kama nadhani mnaona, right? Yeah. Hizi tripod kuna moja ipo yuan 4, nyingine ipo 37, nyingine iko 8. We picking the cheaper, ni rahisi, yenye bei rahisi. Lakini ukichagua mfano kama hii yenye bei rahisi, kilichofuata ni kwamba like description hizi hapa, najua wengi wanakuwa hawaelewi Kichina, so unachofanya ni unafanya kama Gabi alichosema, una screenshot, you translate it kwa ChatGPT, unapata translation, unaona ni kitu gani ambacho nakitaka. Lakini sasa kuna kitu kingine hapa nataka niongezee. Hapo alipoandika yuan 4 kwa chini hapa, kama mnapaona hapa chini hapa, ipo katika red color hapa na yellow chini. Okay, ukibonyeza hapa kuna utofauti unakuja. Ile yuan 4 kwa chini hapa inabadilika inakuwa 19 kwa sababu kuna utofauti. Utakuta products kama hii tripod ipo, kuna za ukubwa tofauti, mfano 1.76 meters, nyingine ni 1.2 meters. Kila moja inakuja na different price yake. Elewa. Na kuna descriptions zingine kama hizi hapa. For instance, naweza nika screenshot hapa ili nijue hii ni kitu gani hapa ambacho kinaonyeshwa.
Okay, tena kwenye translation mimi natumia mostly WeChat, na translate na WeChat. A minute. Kuja kwenye scan, kuja kwenye translate. Chagua kama hiyo. Nasubia translation hapo. Naona. Kwa inasema ni mobile phone holder plus door position plus storage bag na Bluetooth camera. Kwa inamaanisha yani kila tripod inakuja na device, inakuja na features tofauti. For instance hii inakuja na double phone holders, inakuja na bag. Ukirudi kule kwa Pinduo ukichagua lenyewe inakuonesha kwenye picha hapa kwa juu, inakuonesha. Naona kama hii inakuwa na triple plus hivi Bluetooth capture. Nyingine kama hiyo ni double, hiyo ni triple. Kicheki nyingine inakuja na ring light. Kwa hiyo inakuwa ziko na different price. Kama yenye ring light ni 36 yuan. Naelewa, kwa hiyo inakuwa ni tofauti. Kwa na sasa ukisha search product yako kama hivi, tukija kwenye swala la kununua for instance, ndio unakuja kwenye hii share huku juu, like una copy link kwa hapo. Kisha kwa copy link unachofanya wewe ndio una paste tu kwa either, kama wewe unakuwa unapata shida kwenye kununua unamtumia Gabi au unanitumia mimi na kuangalizia hiyo product, nakwambia naangalia specifications zake na kuonesha kama utakuwa eligible na hizo specification. Then what you do is unanunua, then mzigo utapokelewa, unakaguliwa before, then mzigo unatumwa kwako wewe huko ulipo, wherever ulipo utapokea mzigo. Ukishapokea mzigo, we have your product, and there you can go promote your product and sell your product. Dhani nimeeleweka. Kuna swali lolote labda? Yes, kako na mtu amesali. Swali kaka, rudia kidogo kama utajali. Okay. Nimeongelea product, for instance umeingia kwenye 1688 unatafuta product. Nitatumia tripod. Hapa ni research tripod for iPhone. Okay. Kuna tripod nyingi ukisearch, yani ziko nyingi, bei tofauti, nyingine 3, 6, 37, 6.9, depends, yani ziko nyingi. Sasa katika hizi product ukiselect product ambayo product ambayo umeridhika nayo, ukija sasa kwenye kushare link, unaweza kuona umepiga mahesabu ya 4 yuan afu unataka PC 100 ikawa 400. Unachofanya unamtumia link, mfano Gabi, kama uwezo wewe kulipia mwenyewe unamtumia link Gabi, unanitumia mimi link. Sasa vitu vya kuzingatia kabla hujatuma link, kimoja ni exact price. Angalia kitu ambacho unakitaka exactly. Kwa hiyo unachofanya unabonyeza hapa kama kwenye kubuy, hii hapa chini red, hii hapa chini red inamaanisha buy. Kwa hiyo ukibonyeza hiyo buy inakuja hii pop-up. Hii pop-up inakuwa na description zote. Sawa, hizi description for instance hapa inakwambia unataka tripod yenye ukubwa gani. Sawa, kuna 2.16 meters, kuna 1.26, kuna 1.76, 1.2, kuna zenye 2.1 meters kamili, kuna ndogo 0.335 meters. Kwa hiyo unabisha unachagua mwenyewe. Lakini pia kwenye kuchagua kuna vitu vingine vya kuzingatia, kwa sababu sio kila tripod zinakuja na hizi features. Kwa sababu tripod zingine unakuta kama ukitry to press ya seme 1.26 meters afu ukachagua hii option ya kwanza. Option ya kwanza ukicheki picture inakuja na hivi vitu, hizi accessories. Bluetooth remote, case yake thing ni connect na hii ya kushikia simu moja ambayo inakuwa ni single. Lakini ukija ya chini yake ya pili
inakuwa na taa ndogo, inakuwa na hii ni Bluetooth remote na cover. Hii ni 120 cm kwa 39 cm. Kwa kitu zingine kuna kama hii unakuta ngoja nitafutie duo kama hii hapa. Inakuja tripod, inakuja holder ya simu ambazo ziko double kama unavyoona hapo, inakuja bag yake, lakini hii inakuwa haina na Bluetooth remote. Kwa hiyo unachofanya sasa ili uelewe ni kitu gani ambacho unanunua, kwa sababu description nyingi hapa zimeandikwa in Chinese, kwa watu wengi sana hawaelewi Kichina, unachofanya una screenshot hii paragraph. Kuna screenshot hii page hapa kama nilivyokuonesha muda ule, alafu what you do is unai translate. Kwa mimi hapa kwenye translation mara nyingi natumiaga WeChat, lakini Gabi kasema utumie ChatGPT. Hiyo kwenye WeChat, kama mtu una WeChat, unakuja kwa juu hapa, kwenye hii kama add, una scan, kuna hapa imeandikwa translate, you pick the picture, alafu weka kwenye done, yenyewe ita translate hapo yenyewe. Itakwambia kama unavyoona hapa description inavyosema za e-tripod. Kuna dual camera position plus storage bag plus camera plus mini fill light, 3 camera position plus storage bag plus camera mini fill light. Yani inakuwa descriptions zake, unakuwa unachagua kitu ambacho unakitaka, na kile unachokichagua inakuonesha different price yake. For instance hapa iko na moja inakuja na ring light. Hii unaona inakuja na ring light na inakuwa na stand 3 kama hii hapa. Ukichagua nyingine, kila moja inaona kama inakuja na ring na stand 3 also same. Hii inakuja na stand 3 tu peke yake na Bluetooth remote, kwamba you don't have to be near your phone ili uweze kuactivate your simu yako iweze kutengeneza content zako or else. Kwa hiyo hivyo ndo jinsi vitu mosi vya kuzingatia, kwa sababu yes prices ni ndogo, lakini sometimes unaweza ukapress price ndogo alafu ukao hujazingatia vitu hivyo ambavyo nimekueleza, ukajikuta umenunua mfano kitu kidogo zaidi ulichokitegemea kwenye picha. Umeona kwenye picha ni kikubwa, lakini kwenye kupress orders umeshangaa umepress order lakini imekuja kitu kidogo. Nadhani mmenielewa kwa hilo. Kuna mtu ana swali lingine guys? Hapo tumekupata vipi kuhusiana na hiyo kuingia kwenye WeChat hilo group? WeChat huwa inakuwa na invite. Kwa unaweza elekeza pia WeChat invite. Okay, WeChat invite kuna magroup mengi, especially huku utakutana na watu wanauza yuan, watu wa cargos kama Gabi alivyosema, ukitaka cargo atasema atatuma list za cargos ambazo ameshatumia na mizigo imefika kwake salama. Kuna watu wanauza yuan pia wanalipia products kwa China kwenye magroup. Pia tutashare link tutashare invite link kwa WhatsApp. Gabi atashare ya haya magroup mengi, kwa sababu magroup yapo mengi sana, ni depends tu, kwa sababu watu wanachanganyana huko ndani. So kwa WeChat ni what you have to do is just download WeChat. Sema WeChat sasa complications zake ni kwamba lazima mtu akuscan ili uweze kupata access. Nadhani hiyo Gabi ataelezea kiundani zaidi. Lakini ukiacha hivyo WeChat ni rahisi sana. Mostly WeChat watu wengi wanatumia WeChat kukutana na kuongea direct na masellers. For instance, acha nionyeshe kitu kimoja hapa. For instance, tunatafuta product. Tuseme product gani? Tuseme hii the same tripod. Hii tripod kwenye kuiangalia naona sielewi. What I do is hapa kwenye hii bar chini kabisa kwenye buy, kuna message, kuna like na kuna ki icon kama cha markets, kama cha store. So what you do is kama umesha download hiyo 1688, kama uelewi product unachofanya, unakuja kwenye hii text
hii text bar. Ukishakuja kwenye text bar yenyewe, ukishafungua sehemu ya kuchat itakuletea straight product yako hapo, so you press your product, itaenda Mchina. Hizi ni automatic reply message za AI tu za Mchina. Kwa unachofanya unaongea na Mchina, unamwambia sasa, kwa hapa Mchina hawezi kuelewa Kiingereza, so what you do is una translate. For instance, unaweza ukamwambia I don't understand, au unamwambia I need more details about this product. Alafu unachofanya unamwambia, unaicopy hapa, kisha copy unarudi huku. What you do is you paste it, una paste afu unamsendia. Hapa inasema dealer is inactive sasa hivi. Kwa what you do ni kwamba unamwambia tena, mfano kama ipo active, unamwambia tena please, unamwambia can I add your WeChat. Ukishaambia can I add your WeChat, unachofanya unamtumia tena yeye kule. Sasa seller akiwa active, akiona message kama hivi, anachofanya anakuadd kwenye WeChat. Akisha kuadd kwenye WeChat, wewe unaongea naye straight direct. Yani kisha kuadd kwenye WeChat na maanisha wewe maongezi yenu yote mnamisha wapi? Kwenye WeChat. Kwamba mnakuja, let me show you mmoja nilikuwa naongea naye juzi, huyo hapa. Huyu ni dia nilikuwa natafuta spare parts. Sawa? Nilikuwa natafuta spare parts. Alini add, akani accept, nikawa naongea naye. Yeah, okay, ananijibu Kichina, but the good thing about WeChat ni kwamba the app yenyewe inaweza ikatranslate text. Unaona? Kwa ukiwa unaongea na Mchina, unaongea naye tu Kiingereza kawaida, anakutumia price range, anakutumia kila kitu, na ukiwa umeridhika na prices na kila kitu, unachofanya unamtumia address. Mtumia address kama hivi, anachofanya unamaliza payment. Ukishamaliza payment, anakutumia package yako na receipt, anakutumia na tracking number. What you do is you're just waiting for what? For your product ifike katika specific location ya location yako, ili mzigo wako uweze kwenda kwa cargo. Nadhani hapo mmenielewa pia. Mesomeka guys, Koko unaweza stop share afu tumalize nini ya mwisho hapa. Na Okay. time imesonga sana. So guys, I think Koko ameeleweka vizuri. Kitu nachotaka kwanza kushare hapa ni issue ya social media. Unafanyaje kuweza ku promote products zako kwenye social media? Kwanza una create vipi social media yako na vitu kama hivyo hapa. Personally, mimi personally na experience kidogo na social media. So kwa mtu ambaye hajui, kwanza lazima uanze na social media moja. So kama unataka kutumia X, tumia X. Unataka kutumia Instagram, tumia Instagram. TikTok, tumia TikTok. Facebook, tumia Facebook kwanza. Ikishakupa results ndo uhamie kwenye social media nyingine. Lakini pia unaweza kuwa na social media zote, lakini unatumia kwa matumizi tofauti tofauti. So kwa mfano, labda nikisema hapa, kwa mfano kuna products moja nilikuwa nimeorder juzi, inaitwa Sakula. Yes, unanipata hapa na mnanisikia fresh? Unyama kaka. Na screen inaonekana, si ndio? Yeah. Yongo. Unakatakata, sijui ni mtandao. Okay. Sorry for a minute. Acha ni stop hiyo watu iko. Ni washe hiyo my VPN tena.
Subirini dakika moja tu. So what I was saying is, unachokifanya unavyoanza kutaka kushare products zako kwenye social media, it's better ukaanza na social media. Gabi, unaongea au mimi tu ndo sisikii? Nami sisikii pia. Gabi asikiki. Connect na VPN hapo ndo tusubirie. Sorry yako ni VPN yangu ilikuwa imezingua kidogo. I hope hapo mnanisikia fresh, yeah? Kaka. Nanipata? Ya, ndiyo tunakusikia. Okay. Yeah, so kwenye issue ya social media, how do you set up your social media? Kwanza lazima uchague platform, lakini kitu cha pili professional profile na bio optimization. Sawa? Kuchagua platform nishasema, unachagua either unataka Instagram, Facebook, ama wengine wanatumia tu Telegram channels, imagine, na wanapata audience, au sio? Lakini kitu cha pili ni professional profile. Make sure profile yako ni professional. Kwa mfano, angalia hii profile yangu. Username ni nini? Takuinga, au sio? Kitu cha pili, unafanya nini? Nauza hidden tech gadgets. Wapi? Dar es Salaam. So yani hivyo ni vitu vya msingi sana. Yani, kabla hujafanya kitu chochote kwenye peji yako, mfano hapa kwa Instagram, lazima uandike hivyo, kwa sababu inarahisisha. Kuna mtu anakuja tu hapa ana search tech gadgets. Sawa. So kuna mtu anakuja tu kusearch hicho kitu. Kuna mtu anakuja kusearch nini, labda gadgets Dar es Salaam. Kwa page yako itakuwa one of the page ambazo zina display pale juu, kwa sababu hicho kitu highlight. Unaona hapo page yangu iko hapa. Umeona? Kwa hiyo hicho ni kitu cha msingi sana. Whether unauza labda gadgets za magari, car gadgets, lazima ukihighlight hicho kitu kwenye username yako hapo. Umeona? Hivyo. Kitu kingine ni kuoptimize your profile. Sawa? Andika kabisa unauza nini na your what do we call your what motto ama nini tunaita your tagline ya products zako, mfano discover latest gadgets, sio location yako, sawa, DM for inquiries, hivyo unaweka na bio link yako, na make sure tu page yako ni professional, ina professional dashboard, as in ni page ya biashara, isiwe kama personal page, so you can just edit vitu tofauti kulingana na wewe unavyofanya nini, unavyotaka. Hicho ni kitu cha msingi sana cha kwanza. Lakini kitu kingine, mfano kwa Instagram, ni highlights. Hizi highlights, make sure tu highlights zako zina muonekano mzuri. One of the page nilikuwa naangalia juzi ni ya Pastor Tony Osborne's. Hata kuna jamaa mmoja hapa aliniambia it Osborne's exhibition katika X. I don't know. Osborne. Let me see, exhibition. Yeah. Osborne's. I think nikituka siko sure sana, lakini naweza nikaangalia hawa. Yeah.
hii hapa, nataka niangalie page yenyewe. Sijui page yangu imedisappear au vipi, lakini nadhani tutaipata hiyo. Kwani humu hamna watu wa Pastatoni waniambie kama nimekosea kusearch? Subiri kidogo. Yeah, this one. No. Hii hapa link yake. Yes. So you can see hapa ameweka vitu vyote vya msingi page, na nimeiona juzi nikafurahia sana cause unaweza ukaona hapa Osborne's business exhibition, linking business, anafanya nini, connect, grow, inspire. Ameweka namba zake, ameweka link, very nice. Lakini angalia pia hapa juu amepin hizi what hii ni kama logo, lakini amekuja ame split. So ni kitu ambacho wewe pia unaweza kukifanya mwenyewe kwenye simu yako. Kuna kitu inaitwa let me show you. Kuna kitu inaitwa spin. Let me see one of these. This one, Pine Tool. So ukiwa umesha design your logo na nini, unaweza ukatumia Pine Tool kuweza kuweka muonekano wako mzuri, na ni bure kabisa. So you can just choose file hapo, alafu mfano hapa nikichagua file, kwa mfano just an example, sorry, choose file. So no. Choose file, photo library. Yes, this one kwa mfano na kadan. Sawa. So hapo unaweza ukasplit kulingana na unavyofanya nini, unavyotaka. So kwa mfano split horizontally, una split vertically, hivyo unachagua blocks, labda ijigawe mara 2 kama pale kwa Pastatoni ilikuwa mara 3, au sio? PNG file, una split image, basi unazidownload, alafu unaenda kuzipost, zinatengeneza muonekano fulani kwenye page yako. So then speaking of these highlights, lazima uelewe kwenye products yako, kitu cha msingi sana ni hii kitu inaitwa demos ama reviews. Reviews sana. Hiyo ndio kitu ya msingi sana kwenye highlights, ama kitu inaitwa testimonials, kwamba watu wanakuja kwenye page yako lazima waelewe kwamba hii product, ili wasiwe na trust issues, watu wangapi wamenunua, au sio, na wametoa feedbacks gani. Kwa hiyo muhimu sana kufuatilia kutengeneza hizo nini, na make sure tu zina muonekano mzuri. Na hiki ni kitu ambacho mtu na design tu kwa Canva, ni chap, very easy to design. Let me search Canva. Canva ni app ya kutengeneza graphics kwa watu ambao hawafahamu. Kwa hiyo ukija tu hapa kwenye Canva yako, unaweza ku search tu labda Instagram, highlights. Instagram story highlights cover. So you can see, mfano mimi hizo ndio nilikuwa nazitengeneza. Kwa mfano unaweza kuona hapa kuna templates nyingi sana, so lazima utumie hizo. Unaweza kutengeneza mwenyewe from scratch kama hapo. So unaangalia wewe unataka kitu gani na kitu gani unaweza kufanya nini, unaweza kukidesign tu kwa haraka, lakini make sure tu una theme, colors, na
page yako mtu akija asiwe na doubt yoyote, yani usitengeneze page kienyeji. I don't know, mbona ina load sana. Acha nianzie tena. And so I just share the tutorials za kutengeneza ni tutorials ziko YouTube tu, so sio issue. So that's how you nini. Lakini kitu kingine ni CapCut na ChatGPT. Mi natumia sana ChatGPT na CapCut kwa sababu hizi applications mbili, kwanza CapCut inakusaidia kuedit videos kirahisi. Kwa mfano nitapa links za pages ambazo mimi nachukua inspiration ya kuedit products zangu na kuweza kuzipost. Kwa mfano kuna huyu jamaa anaitwa Dennis Manes. Jamaa ni Mkenya, huwa anaonyesha hata sura yake, anafanya so you can see hicho kitu anafanya hapo Menes ni rahisi sana, unaweza ukaedit mwenyewe na CapCut. Ni tutorial ambao unasoma tu ndani ya dakika 10 na ushaelewa na usha master, na unaweza uka try wewe mwenyewe kwa nini. So huyu Menes, lakini kuna jamaa mwingine anaitwa Said Hasso kibao kitu kaya. Yeah, these guys wanajaribu sana. Mfano jamaa wana anashadi machine na nini. Hizi zote you can edit na CapCut. So ChatGPT ama hizi page unaweza ukazifollow, afu zikawa zinakusaidia wewe kupata inspiration. Nita document kila kitu, mnipe tu just like one day, afu nita share kila mmoja ajue nini anaweza kufanya, nini anaweza kufanya, na anaweza kuanzia wapi, na resources zote nitakuwa nimeziweka hapo. So utatumia CapCut application kwa ajili ya kuedit, na hizi zote ni tutorials za nini haraka. Lakini pia ChatGPT ina generate captions, description and content ideas for consistent posting. Kwa mfano yani, kuna hii hapa content. Napenda kuonesha watu vitu ambavyo mimi wanavifanya mwenyewe. Mfano kulikuwa na tripod nilikuwa naiuza hapa. Umeona hii hapa, hii tripod. Hii caption nilitengeneza na ChatGPT. Sawa? So mimi ninachokuja kufanya ni rahisi tu, nikichukua picha ya 1688 au wapi, I just upload here. Let me attach photos. So nenda kwenye collection, taking this one. Sawa? So naiambia nikisha upload hapa na ChatGPT niandikie Instagram nini caption. So una type hapo generate Instagram caption. Mtoto kama hujui Kiingereza sio lazima ujue Kizungu hivyo. For this product priced 60k TZS. ChatGPT inamaliza. Uhitaji yani kwa nani. So ni wewe tu, unaweza ukaipost kwa Kiingereza, unaweza ukaitranslate kwa Kiswahili. You see? Tayari, sasa hii ilikuwa ni kazi ya kwanza kufikiria, hayo na post nini, nita type nini, nitaandika nini. So hivyo unaweza kuandika hapo capture every moment is introducing nini, au unaweza kusema hii selfie stick ina P180 ina 360 rotating nini. Hivyo uko umemaliza. So uhitaji hata kwenda kuanza kufikiria, kukaa muda, kuandika kufuta. ChatGPT inakusaidia hiyo process nzima, na uzuri ni kwamba ChatGPT inaweza ikakurahisishia
tengeneza kila kitu ambacho wewe unakitaka. So kwa mfano hata kama hii inaweza kaandika labda iandike write 1 minute script for TikTok video on this product. Sio lazima uchukue kila kitu inachokwambia, lakini you just get a rough idea sawa ya nini ambacho unataka ufanya nini upost. So you can see close up hiyo hapo in hand inakwambia kabisa ufanye nini ili iweze. So unavyo shoot inakwambia kabisa usemeaje, au sio? Shows the product price with the text overlay, narrator huo na narrate au unaongea kitu gani. So even guess what, it's only 60k Tanzania shillings. So naambia guess what, inauzwa 60,000 peke yake kwa watu wa content sijui nini, just DM us. Sawa. So hivyo unacheza nayo tu. Kwa mfano unataka iwe labda iwe more captivating, au sio? So sasa labda unaweza kaandika make it more captivating using maybe best copywriting ni ujuzi wa kuuza copywriting models. So unaweza ukaangalia hapa, inakupa more details nini. Kwa hiyo hata kama nataka kutengeneza leo video 100 kwa ajili tu ya product yangu moja, ChatGPT itanisaidia, itanipea ideas, itanipea captions, itanipea ideas za kushoot, ni shoot video kwenye angle gani. Sawa, hata kama nina video nikai-upload bado itaniambia niongee nini, nifanye nini. So it's very easy. Ukishinda tu kutengeneza hela kwenye baada ya hii session ni kwamba tu labda wewe umeamua tu, lakini kuuza ni kitu rahisi sana. Lakini kitu kingine cha msingi hapo ni kwenye kitu inaitwa repurpose content. Sawa. So kwa mfano nimeona video Eden Roms gadgets. Sawa, ama ngoja nisearch ile inaitwa so kwa mfano labda video ya pen kama hii hapa, unaicopy tu hivi, unachukua tu hii link labda hii hapa. Sawa. Ni sawa kuambia kitu, kuna applications mbili. Ya kwanza inaitwa Seal, hii hapa Seal, lakini application ya pili inaitwa Black Hole. So hii Black Hole nikipaste tu hapa link ita download, na unataka tu hapa kwenye hii hole ina download ile video. So nikisha download mimi na mute tu sound, naipiga voice over na edit na CapCut, bas nakuwa tayari na content yangu ya kupost. So sio eti mpaka wewe uende ukashoot ukafanya nini. Inawezekana ukaanza hivyo wewe tu na simu yako, uhitaji laptop, uhitaji nini, just wewe na simu yako na kuwa consistent, kwa sababu shida ni kwamba hizi algorithm za social media, the more unakuwa consistent, the more ina push content zako na ina push products zako. Lakini kama ile tia maji umeposti leo na kuposti baada ya wiki, hapo inakutoa mapema. Ndio maana wengi wanakimbia mchezoni, kwa sababu hawezi kuwa consistent kuposti kila mara, au sio? So that's it, na ndo kitu nitaka nielekeze kwa leo. Nadhani watu wengi mmeelewa. I'm sorry kwamba nimewadisappoint ambao mlikuwa mnajua tunaingia WhatsApp, lakini huwezi zuia, kwa sababu wenye platform wenyewe wanasema watu wasiwe wengi. Sasa mwisho siku call moja watu 10 tu, kija kwenye Google na wanasema watu 100 maximum. So lazima tuwe na platform nyingine. Bila excuses, mwisho siku kitu kimefanyika. Lakini uzuri pia ni kwamba hii session itakuwa recorded
na watu watapata muda wa kuipitia, au sio bwana? So kama kuna mtu ana swali mpaka hapo, naomba niulize. Napenda sana mtu aniulize maswali kwenye session, sio baada ya session nakuja kunitext. WhatsApp nakuaga na chat hadi 200 kama leo kwa siku. Sasa kitambo nikufikia itakusumbua. You better ask your questions hapa. Sorry, mimi nilikuwa na swali hapo. Yes. Sasa kwa mfano kama mimi hapa hivi sasa nime develop passion kwamba na mimi natamani kufanya vitu kama hizo. Nawezaje sasa kuendelea ili kudevelop passion na mimi nikaanza ku make money? Unawezaje kuendelea? Ni kwa sababu unakufanya tu, hamna njia nyingine. Yaani kufanya hicho ulichofundishwa, unarudia na kirudia, hamna namna nyingine. Yani sio kwamba eti sijui kuna skill nyingine ama kuna kitu kingine from heaven kitashuka. Ni kufanya tu. Yani ukianza leo, endelea hivyo kila siku. Unakosea unapost, unatia unapost, hivyo hivyo. Mwenye swali mwingine? Mimi nilikuwa na swali hapo. Sorry, ulikuwa unazungumzia issue ya jinsi ambazo algorithm kwenye social media tofauti zinakuwa zinafanya. Mimi swali langu la msingi lilikuwa ni unadhani ni social media gani nzuri ambao mtu unaweza kaanza nayo kutokana na hicho tutafundisha hapa na ukaa consistent, au unatakiwa uende kwenye social media zote? Lakini na malizia swali langu la pili hapo ni kwamba je, kwenye social media itahitaji utumie hela kwa ajili ya kufanya hizi ads, au kwenye social media hizi unaweza kaanza hivyo hivyo kwa consistent tu unapost bila kuwa na amount yote ambayo unakuwa input? Asante. I think pia inategemea. Swali zuri sana hilo. Na kwenye issue ya social media au kwanza kwa business nzima, mtu ameniuliza swala sijui la hela nini. Mimi personally biashara yoyote online nayoanzaga kufanya waga na itest kwanza kwa kuifanya bila kuweka hata shilingi 100. Nikiweza kuifanya bila kuweka hata shilingi 100, hiyo biashara najua ni rahisi sana mimi kuifanya nikimeweka pesa. So siwezi kuanza kupost vitu nataka kuuza afu nianze hapo naanza kuboost ads. No, siwezi kulipia matangazo, siwezi kulipa influencer wala ni. Nataka nifanye bure kwanza, nione nguvu yangu. Na unawezaje kumshawishi mtu akatoa hela yake sawa na akakuamini na ukampa service au ukampa product kwanza? Kama ukiweza hicho kitu, maana yake ukija ukiweka 500 unaweza kufanya kile kitu mara 5 zaidi au mara 20 zaidi. You get it? So my advice is always start with no money. Maybe chukua pesa ya bundles tu hivyo, lakini una create, unakuwa tu consistent. Yani mimi personally ninavyofanyaga sasa, kwa mfano nataka kuanzisha biashara X na make sure ninaweza, kama ni content za video, nina stock ya video 100 zipo ndani. Kama ni Instagram threads, siwezi kuonesha hapa kama ni X ama Twitter threads, siwezi kuonesha hapa mfano Techinga sofa mpaka sasa hivi na threads kama 50 nimeziandika, ziko kwenye draft. Sawa. So siku nikianza kuzifumua, nazifumua consistently na zipost. Sawa. Ndio maana nakutaga mimi page zangu nyingi, yani ndani ya wiki tu watu moja lazima nipate followers 1000. So sometimes pia naangalia na uwezo wangu kwenye issue kuchagua platform. Kwa mfano mimi naonaga nguvu yangu kubwa iko kwenye X, lakini kubwa zaidi iko kwenye WhatsApp. Yani kwenye WhatsApp mimi nishatengeneza audience kwa miaka kadhaa, miaka 4, miaka 5. Kwa kwangu ni rahisi sana kugrow audience na kuuza products kwenye WhatsApp kuliko platform yote. Lakini unaweza kukuta wewe nguvu yako inaweza kaa iko Facebook. Hata ukishia kwenye Facebook groups au ukishia kwenye kwenye page yako ya Facebook, unapata audience na unapata sales. Also hivyo. Lakini kuna mwingine unakuta Instagram ndo nguvu yake ipo, ana uwezo wa kukaa Instagram live, kukaa TikTok live na akapush na products zake zikauza. So kwa mtu ambaye hajui kabisa aanzie platform gani, anzia platform yoyote, ila anzia platform moja. Huo ndio ushauri wangu. Lakini lazima uelewe platform. Kama ni video, manake you go for Instagram.
na TikTok. Kama ni maandishi, manake you go for X, au sio? Kule watu wanasoma sana maandishi, hataki sana kuangalia video yako ni nzuri kiasi gani, umeedit vizuri kiasi gani. No, they consider maandishi kwanza. So lazima uelewe pia hivyo. Lakini kama pia unaangalia pia, je, unataka shida yako ni content yafikia watu wengi, unajua hapa nitaenda Facebook, nitaenda labda na TikTok, au sio? Kwa sababu uko kupush content yako ikafikia watu wengi ni rahisi. So unajiangalia wewe ni nani na unataka nini. So haimaanishi kuwa content ikienda kwa watu wengi basi utapata hela nyingi. No, haifanani kabisa, havihusiani. Ndio unakuta hapa kwenye group mmeingia watu 1000, lakini sasa hivi hapa tuko watu 125. So that's business, ndio iko hivyo. Yani kuna leads, lakini mpaka kumchuja mtu aje kuwa mteja, aje kuwa client wako ni process, ni kamchakato, na inabidi tu enjoy process. Sio haiko sure kwamba lazima kila siku utakuwa unapata, au lazima kila siku watu watakuwa wanaona products zako, au lazima kila siku watu watakuwa wananunua products zako hivyo. I think Amanda, nimejibu swali lako vizuri. Baada na swali. Baada na swali. Endelea. Maro, endelea. Okay, swali langu ni kwamba kwa mfano katika kupatia hizo platform zote nimeona labda product ya smartwatch inalipa, alafu mimi nataka nianzishe biashara na sitaki kutumia mtaji wangu kwa kuagiza direct. Nataka niwasaidie watu kuagiza alafu nipate commission. Ni njia ipi sahihi kwa kufanyia usafirishaji kuja Bongo? Maana vitu kama hivyo mtu ameagiza smartwatch moja au mbili, kusema usafirishe kwa meli itachukua umesema kwa siku 30 na kuendelea. Imekaje kwa upande wa ndege na inaweza kulipa maybe? Maana wewe unazoea na hilo swali langu lipo. Yani hakunaga bei kubwa kwenye product. Swala ni kwamba wewe brand yako umebuild vipi na trust watu wanakutrust kiasi gani. Kwa mfano mimi naweza kupost na watu wakalipia kabla, yani actually mara nyingi wewe unafanyaga hivyo na watu wanalipia kwa sababu they trust me, they see me, they know my moves. Wanaelewa Gabi tukimtafuta tutampata wapi, wanajua mshikaji wake ni nani. So hawana doubt yoyote kabisa kwamba mimi nitapotea ama nitaiba au nitafanya nini. So inategemea nawe brand yako umeitengeneza vipi. Kwa hiyo lazima uelewe kwamba watu wana trust issues kwanza when it comes to kitu yote ambayo inahusu huku online. Lazima watu wawe na trust issues na itabaki hivyo milele. Sawa, hakuna siku watu watakosa kwa na trust issues. Kwa hiyo hicho kitu cha kwanza. Lakini kitu cha pili, lazima uelewe kwamba ili wauzie lazima uwatoe hizo doubts. Sawa, umeagiza mzigo, share screenshot with them kwamba nimeshaagiza, nimeshalipia, proof hii hapa. Mzigo umefika cargo, share screenshot with them kwamba cargo nimeambiwa hivyo. Watu walioagiza mzigo wake kwenye broadcast list au waweke group, wape update, au sio? Umepewa tracking number, share with them the tracking number kwamba tracking number ni hii. Unaweza kuanza kutrack mzigo mpaka utakapofika. Mzigo umefika, wa update. Lakini sio unachukua order za watu alafu update, wa text au watafuti, ufanye nini? Mwisho siku unaiua biashara uliyojenga kwa mikono yako, pia unaibomoa kwa mikono yako mwenyewe. Kwa hiyo ni hivyo. Ukija kwenye issue ya usafiri, ndege au meli, pia lazima uangalie pia product yako iko vipi na itakulipa vipi. Sawa. So kwa mfano nimekwambia ndege hapo kutuma kilo moja tu ni $8, 22,000. Sawa. Umenunua smartwatch 10,000. Unataka kuzuza hizo smartwatch kwa 15,000, lazima itakukata. Sawa. Lakini umenunua smartwatch labda 10,000, unataka kuzuza kwa 30,000. Unajua kabisa lazima itafanya nini? Itakulipa. Kwa hiyo swala kuprice product yako inategemea na wewe mwenyewe una price vipi. Mimi siwezi kupangia kwamba hii uza bei, no, inategemea wewe audience yako iko vipi, wateja wako wako vipi, wana purchasing power kiasi gani. Sawa. So kila mtu ana namna yake ya kuweza ku price product. So hiyo uweze hamna mtu anaweza kupangia, ni wewe mwenyewe tu
unaamua, lakini kwa experience yangu utasafirisha kwa ndege, utasafirisha kwa meli, muhimu customer service na watu wapate updates mapema. Lakini kitu kingine ni kwamba hiyo product yako make sure una update watu kila stage ambao umenunua, kwa sababu wao umeshika hela zao, kumbuka, na ile sio hisani. Wao unawapa huduma na wao wamekupa hela. Kwa hiyo usione kama mtu anakusumbua kwamba wewe mzigo umechelewa. Mwambie kila siku ukiamka, yani weka reminder kabisa, saa 5 na wa text kuwapa update, sawa, na kila siku na make sure umewapa update. So kitu ya msingi. Lakini kwenye issue ya kusafirisha kwa meli au kwa ndege, products rahisi au nyepesi, safirisha tu kwa ndege chapu. Huwezi kusubiri smartwatch miezi 2, hata kama ziko smartwatch 50, lakini ziko 5 6, safirisha kwa ndege. Ile bei ya usafiri unaiongeza kwa mteja ndo atakaye cover, au sio? So unajua kabisa okay, smartwatch ina gram 200, zikiwa 5 ni kilo 1. Kwa hiyo kwenye $8 gawa kwa 5, unajua kila smartwatch imekosa kiasi gani na umenunua kwa kiasi gani, miscellaneous ama cost zingine ziko vipi, au sio? Zote hizo unazigawa pale kwa mteja, mimi nataka faida kiasi gani nauza. So that's it. I think nimeeleweka hapa. Yeah, very clear. Mwenye swali mwingine please. Yes, okay. Aha. Ni kwenye Sasa upande wa content hapa. Katika kipengele cha content kuhusiana na swala la gharama, Yes. kwenye ChatGPT nikiwa natumia unapo-upload hizi screenshot kunakuwa na limit, lakini pia kwenye CapCut kuna ile watermark ambayo saizi mwanzo nilikuwa natumia, lakini watermark haikuwepo. Ile inakuwepo mwanzo mpaka mwisho wa video, sio ile ya mwisho kabisa. Naona kama zinakuwa zinachanganya hizi. Kawaida mzee, lazima ulipie. Unajua hizo ni server za watu mzee. Kwa hiyo yani ChatGPT they spend over $1 million kwa mwezi kutunza data zako. Sasa mwisho siku itakubidi tu ulipie, Hakuna za ama mchongo mnaenda kama kushare. namna anavyofanya Canva. Zipo, lakini mwisho siku yani hata hizo za mchongo zenyewe unalipia. Yani hata hiyo Canva ya mchongo si unalipia. Umeona? Lakini shida ya ChatGPT ni kwamba hizo za mchongo zenyewe unakuta nazo bado, yani unakuta labda zimetofautiana bei shilingi 5,000 tu ama 10,000, au sio? Alafu bado zina limit kibao. So kama unaweza unajoin na mtu, mnashare logins, hivyo maisha yanaendelea. Ya kusema eti utakimbia, hiyo ni ngumu sana mzee. Gabi, nakusikia MD. Aha, nili experience ya wakati mmoja niliona Instagram wameposti product fulani ile ya kukuza screen ya simu, na walikuwa wanatumia ile option ya kwamba pay after delivery. Nadhani ile pia walikuwa wanaitumia kama kubuild trust kwa wateja wao. Nilijaribu kuorder, of course mimi mwenyewe ni shahidi, niliorder ilivyofika karibu na mimi baadaye wakawa wamenitafuta, nikaona mbona kama sina uhitaji nayo, nikawapotezea. So nilikuwa ninafikiria au nataka kuuliza hilo swala kwamba unaweza tumia hiyo ya pay after delivery kwa ajili ya kutengeneza hiyo trust kwa baadhi ya wateja wa mwanzo kabisa, au unaona itakuwa ni hasara kwa upande wako? Kwa uzoefu wangu mimi naona itakuwa ni hasara, kwa sababu I know Tanzanians, yani I deal with the Tanzanians kila siku, yani nishapigwa, nishafanya nini, so yani I know it. So pay after delivery, I don't know logistics unazitengeneza vipi, lakini siwezi ku advise. My advice is pay after delivery kama kuna mtu ambaye anaweza ku hold huo mzigo wako, which bado ni process ndefu. Yani kwa mfano unasema anatoa mzigo mtu wa Mwanza una mtu Mwanza akapokea, lakini akapokea labda kwa ndugu yako ambaye akauchukua huo mzigo ili kusudi wakutane naye. Haya, mtu ameenda hajaupenda huo mzigo, so it's a lot. Na mwisho wa siku lazima ujue pia biashara, wewe ndio uliyefungua biashara, na lazima mnunuzi apate terms zako wewe mfanya biashara, na sio wewe mfanya biashara kupata terms za mnunuzi, au sio bana?
Kwa hiyo mwisho wa siku mnunuzi lazima akubali. Swala ni find a winning product. A winning product that solves people's problems. Hiyo winning product lazima watu watanunua. Yaani cover ya simu, hata mtu arushe simu kutoka juu ianguke chini, simu haivunjiki. Sasa mtu kwa nini asinunue? Kwa nini akwambia sijui eti pay after delivery yani? Sababu hicho kitu hajawahi kiona, au hicho kitu kwake kinamsaidia, kina msaada mkubwa, au sio? Kwa hiyo uchawi uko kutafuta kwenye ile winning product ama hizo hidden gems ama hidden products ambazo watu wengi hawajui kama zina exist kwenye hii dunia, na tubo lako liko hapa. Unazijaribu tu kadhaa, yani huwezi jua. Mimi nilikuwa nauza zile cable, mwisho wa siku kila mtu sasa hivi Kariakoo anauza, lakini hivyo nilijaribu, zimekuja 50 zimeisha, zimeenda 100 zimeisha, sasa hizi zinakuja 200 tena najua zinaisha, lakini you just try products kadhaa, mwisho wa siku ndakuta moja tu inakutoa na moja ndio tobo lako, yani kati ya hizo nyingi, au sio? Guys, I think tumeelewana. Sasa ni saa 6, tumefanya session for almost masaa mawili. Nadhani tuishie hapo. Kama utakuwa unahitaji kufanya payment, kufanya kuplace order yoyote, unaweza ukanicheki mimi au ukamcheki Collins kwenye group, admin yoyote na mambo mengine yote yakaendelea. Though group alitaenda muda mrefu, nitalifuta. Maybe la Telegram naweza nikalia, lakini la WhatsApp nitalifuta kwa sababu najua vile watu wengine hawakogo serious, yani hata ufanye vipi, lakini wataanza kuleta arguments na nini, lakini sisi tunafanya biashara, tuko kwa ajili ya kujibizana, vitu kama hivyo hapo. So make sure tu kama hujaelewa sehemu utauliza. And just this week, I think mpaka next week tutafuta group. Muhimu tu tuzingatie utaratibu na kila mtu awe na nidhamu kwenye group. Nadhani watu mmejifunza vitu vingi, na naomba niishie hapo kwa leo. Samahani, kama una swali utauliza group.